Unapoomba uhamisho katika mfumo wa ESS, kuna mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuzingatia ili kuhakikisha ombi lako la uhamisho linafikia malengo. Kushindwa kufanya haya mambo au kuzingatia haya mambo kunaweza kupelekea ombi lako la kuomba uhamisho likakwama au likashindwa kukubaliwa. Karibu katika channel yako ya Mkufunzi Bora. Katika video ya leo tutaenda kuona mambo ya kuzingatia wakati wa kuomba uhamisho kwenye mfumo wa ESS. Mambo haya utakapozingatia yatafanya ombi lako la uhamisho kuweza kufikia malengo na hatimaye kuweza kupata uhamisho kama ambavyo ulikuwa unategemea. Jambo la kwanza la kuzingatia ni uwepo wa CV katika mfumo wa ESS. Tunasema kabla ya kuanza mchakato wa kuomba uhamisho wa aina yoyote kupitia mfumo wa ESS, hakikisha umeshapakia CV yako kwenye mfumo. Kumbuka katika mfumo wa ESS tuna uhamisho wa aina tatu. Tuna uhamisho wa kubadilishana, tuna uhamisho wa kuomba nafasi kwanza, lakini pia tuna uhamisho ambao sio wa kuomba nafasi wala sio wa kubadilishana. Huu tunaita ni direct transfer. Kwa hiyo kabla hujaanza mchakato wowote wa uhamisho wa aina yoyote, hakikisha umepakia CV yako katika mfumo wa ESS. Tunasema kushindwa kupakia CV kutapelekea ushindwe kuomba uhamisho, kwani utakapoanza tu mchakato mfumo utakudai CV yako. Ili kuepukana na kadhia hii, basi ni vyema ukapakia CV yako kabla ya kuanza mchakato wa uhamisho. Ili kufahamu namna ya kuweza kupakia CV katika mfumo wa ESS, kuna video ya kwanza kabisa ambayo inaelezea namna ya kuomba uhamisho wa kubadilishana. Ndani ya hiyo video, sehemu ya kwanza kabisa nimeelekeza namna ya kupakia CV katika mfumo wa ESS kabla ya kuendelea na mchakato wa kuomba uhamisho. Jambo la pili la kuzingatia unapokuwa unaomba uhamisho katika mfumo wa ESS ni ujazaji sahihi wa fomu ya maombi. Katika mfumo wa ESS tuna aina tatu za fomu za maombi ya uhamisho, na hizi fomu za maombi ya uhamisho ni kulingana na aina za maombi ya uhamisho husika. Hizi fomu zipo katika moduli zake, kwamba kuna moduli ya direct transfer, kuna moduli ya kuomba nafasi au vacancy tunaita, lakini kuna moduli ya exchange request. Kwa unapojaza hakikisha unajaza fomu katika kipengele sahihi kulingana na aina ya uhamisho unaoomba. Kwa hiyo tunasema unapoanzisha uhamisho kwenye mfumo wa ESS, hakikisha unajaza fomu kwa makini kulingana na aina ya uhamisho unaoomba. Isije ikawa unalenga uhamisho wa kubadilishana alafu wewe ukajaza fomu ya direct transfer, au usije ukawa unalenga uhamisho wa direct transfer wewe ukaenda kujaza fomu ya vacancy. Kufanya hivyo kutakufanya ushindwe kufikia lengo lako la kuomba uhamisho. Lakini pia ujazaji huu wa fomu unahusisha pia uchaguzi sahihi wa sababu ya wewe kuhama, kwamba unapoomba uhamisho tunaamini kwamba kuna sababu inayokufanya wewe uweze kuomba uhamisho, na katika mfumo wa ESS kuna sababu zipo zimeshawekwa ambazo mtu anatakiwa kuchagua anapokuwa anaomba uhamisho. Kuna sababu ya medical condition, lakini pia kuna sababu nyingine ya medical condition. Hizi zinatofautiana. Ya kwanza ni kwamba unataka kuwa karibu na kituo cha afya, ya pili kwamba mazingira ambayo upo sio rafiki kwa afya yako, lakini pia kuna sababu ya kuwa karibu na familia, pia kuna sababu ya kwamba umekaa kituoni zaidi ya miaka 5, lakini pia kuna sababu ya kuweza kujaribu changamoto mpya katika mazingira mengine mapya. Kwa hiyo unapokuwa unajaza ile form hakikisha unachagua sababu sahihi kulingana na wewe ambavyo unataka kuomba uhamisho. Kwa hiyo usije ukachagua sababu ya medical condition wakati lengo lako la kuomba uhamisho ni wewe kuwa karibu na familia. Sehemu ya tatu ni attachment, na hii sehemu ina vipengele vyake. Attachment ni viambato, kwamba tayari umeshajaza fomu ya uhamisho wako, imefikia hatua sasa unatakiwa kuweka attachment. Attachment zinazotakiwa hapa, ya kwanza ni nyaraka za ajira. Nyaraka hizi za ajira tunamaanisha barua ya ajira, lakini pia barua yako ya kuthibitishwa kazini, lakini pia barua ya kupandishwa daraja au ya kupanda daraja. Lakini hii barua kama tu ipo, kama haujawahi kupanda daraja basi hii barua sio lazima kuiweka, ila kama tayari ulishapanda daraja, barua hii ni lazima kuiweka katika mfumo wa ESS. Nyaraka nyingine ambayo inatakiwa kuwekwa ni barua ya kuomba uhamisho, kwamba unapoomba uhamisho hakikisha unaandika barua ya kuomba uhamisho. Barua hii ndani yake inatakiwa ielezee sababu ya wewe kuweza kuomba uhamisho. Angalizo, sababu utakayoiweka hapa iwe ni sawasawa na sababu uliyoichagua wakati unajaza fomu ya uhamisho. Kama ulijaza sababu kwamba ni kuwa karibu na familia, basi hakikisha hiyo sababu inaonekana katika
katika barua utakayoandika. Kama ni kuwa karibu na kituo cha afya, basi hakikisha hiyo sababu inaonekana katika hiyo barua. Unatakiwa kuambatanisha barua yako kuomba uhamisho katika ombi lako kama attachment, na barua hii ni lazima isainiwe na wewe mwombaji kabla ya kuipachika. Kwa utakapoiandika barua, aidha umeandika kwa mkono au umeichapa, japo tunashauri uichape, hakikisha unaisaini pale chini wewe ambaye ni mwombaji. Haisainiwi na mtu mwingine yote zaidi ya wewe ambaye unaomba huo uhamisho. Nyaraka nyingine ambayo inatakiwa kuonekana hapo ni nyaraka ya kuthibitisha ombi lako. Kama umeomba kwa lengo la kuwa karibu na familia, nyaraka itakayothibitisha ombi lako ni cheti cha ndoa, na cheti hiki ni kile kinachotambulika na serikali. Lakini pia kama labda uliomba kuwa karibu na kituo cha afya au mazingira uliokuwepo sio rafiki kwa afya yako, basi tunategemea kuona document kutoka hospitali zinazothibitisha kwamba wewe mazingira uliokuwepo sio rafiki kwa afya yako, hivyo daktari anashauri uende katika mazingira ambayo yatakuwa rafiki kwa afya yako, au daktari anashauri usogee sehemu ambayo utakuwa karibu na kituo cha afya ili kuweza kupata matibabu. Hizi tunaita medical report. Kwa hiyo hakikisha hizo unakuwa nazo. Kwa hiyo tunasema kulingana na ombi lako utatakiwa kuambatanisha nyaraka itakayothibitisha sababu ya wewe kuomba uhamisho. Kushindwa kufanya hivi kutafanya ombi lako kushindwa kukubaliwa. Kwamba umeandika unataka kuwa karibu na familia, lakini hatuoni kwamba wewe una familia. Cha kuzingatia kingine ni kufuatilia ombi lako. Tunasema hakikisha unafuatilia ombi lako ili kuhakikisha kama limefanyiwa kazi. Unaposubmit ombi lako pale katika hatua ya mwisho ya kuomba uhamisho, huwa kuna status chini inasomeka kwamba ombi lipo kwa nani. Kama lipo kwa supervisor itaandika lipo kwa supervisor. Kama liko halmashauri itaonyesha lipo kwa accounting officer. Kama liko mkoani litaonyesha liko mkoani. Kuna baadhi ya watu wakiomba inaonyesha liko mkoani, lakini kuna baadhi ya watu kutoka kwa accounting officer huwa inaenda direct TAMISEMI. Kwa hiyo ile status ndio itakuonyesha kwamba ombi lako kwa sasa hivi liko ngazi ipi. Kwa utafuatilia vipi? Jaribu kuwa unaingia mara kwa mara kwenye mfumo wa ESS na kwenda sehemu ya transfer request, pale utakutana na ombi lako la uhamisho na utaweza kujua lipo katika status ipi. Hii inasaidia pia kama ombi lako bado liko ngazi ya halmashauri kuja chini, yaani maana yake halmashauri kuja mpaka kwa supervisor wako, itasaidia wewe kuweza kuwasiliana na hao watu na kuwaambia kwamba jamani, nimeomba uhamisho na nimeweka katika mfumo lakini unaonekana hawajafanyiwa kazi. La kuzingatia pale katika issue ya attachment, hizi document usije ukaziunganisha kwa pamoja. Kila document inapachikwa moja moja, na unapoipachika kuna sehemu ya kuandika kwamba hii attachment uliyopachika ni attachment ya aina gani. Hayo ndio mambo ya kuzingatia unapokuwa unaomba uhamisho katika mfumo wa ESS. Kama kutakuwa kuna changamoto au kuna mahali hujaelewa, basi ni vyema kwa drop comment hapo chini, tutaweza kukuelekeza vizuri zaidi, au unaweza ukatumia mawasiliano yetu katika about channel yetu hapo, ukaweza kunicheki, ukaweza kufanya one to one conversation ili kuweza kukusaidia kuweza kufikia lengo. Lakini pia kama utakuwa umependa video hii, basi usisahau kulike, comment, pia kushare na wengine ili nao waweze kupata ABC. Lakini kama ndio mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe na kubonyeza kikengele hapo pembeni ili kuweza kupata notification ya video zetu mpya tutakazokuwa tunazi upload katika channel yetu ya Kufunzi Bora. Asante, mpaka wakati mwingine.